Habari ya wakati huu, tumerudi tena kwenye Voice of Innovation Podcast na leo siko na mtu mwingine, nipo na kijana wa Stone Town. Amezaliwa hapa hapa na amefanya maamuzi ya kukaa hapa hapa na kuendelea hapa. Naam, karibu sana. Asante sana. Naomba ujitambulishe jina lako, kama unafanya ujuzi na kile kingine ambacho ungependa watu wakujue. Asante sana mwanzo. Ningependa kuchukua fursa hii mwanzo kuwapongeza Voice of the Innovation kwa kunita mimi leo kwa kipindi hiki. Ukiwa pale unanitazama, jina langu kamili naitwa Muhammad Hamed Harith, almaarufu najulikana kama Chicha. Mimi ni mratibu msaidizi wa mradi wa ushauri hapa Swahili Pot Hub Foundation. Mimi ni mzao wa Old Town, natokea Old Town Vita, na mimi kama dadangu kwenye amesema, nimesema kwamba nimebaki nyumbani kujenga nyumbani, na niko katika fani mbalimbali. Ukiangalia mimi kitaaluma ni mhandisi wa upande wa masuala ya ubaharia. Vile vile pia nashughulikia katika mambo ya kueneza sera na kutengeneza sera mbalimbali huku kwetu Mombasa. Naam, nadhani tumemsikia amechagua kubaki nyumbani, kuendeleza nyumbani. Wangapi unaweza kuchagua kubaki nyumbani na kuendeleza nyumbani ikiwa kuna kosa lukuki zinakuita huko tunapoambiwa kwamba wameendelea, na wengine wakiniriki kusema bora angezaliwa huko kama wanyama kushindwa kuishi sehemu kama hii. Naam, Chicha, kitu kikubwa ambacho nimekisikia ni masuala ya sera. Kwako wewe, ikisemwa sera inamaanisha nini? Kwa nini nasema sera? Kwa sababu kitaka kuangalia uongozi mzuri unaletwa na sera nzuri. Ukiangalia barabara zikitaka kuwa nzuri, maisha kuwa mazuri, tutiangalia maendeleo yote ambayo tunataka katika jamii ama katika nchi, lazima tuweze kuwa na sera nzuri. Endapo tutaweza kuwa na sera nzuri, basi tutakuwa na uongozi mzuri, tutakuwa na maendeleo mazuri, na watu wote wetu kwenye jamii wataweza kuwa katika falsafa mbalimbali, na hali ya kiuchumi itakuwa inaendelea kuwa nzuri. Endapo sera zitakuwa mbaya, basi vovote tutakavyofanya uongozi utakuwa mbaya, kutakuwa kuna maendeleo. Na ndio maana mimi kama kijana nimeweza kujitikisa katika sera. Manake naamini endapo tutakuwa na sera nzuri, basi tutaweza pia kuwa na viongozi wazuri, kwani viongozi wazuri wanaleta sera nzuri. Viongozi wazuri wanaleta sera nzuri. Lakini si hilo tu, Chicha ameweza kujipambanua zaidi akiwa hapa Swahili Pot Hub Foundation. Narejea kwako, Swahili Pot inamaanisha nini kwako? Ukitoka kwako, hebu nikuombe umwambie kijana ambaye yuko Mombasa hajawahi fika Swahili Pot kwamba Swahili Pot ni nini kwa kijana aliyoko Mombasa. Kila mtu atakuwa na mtizamo wake wa kuelezea Swahili Pot ni nini. Kimimi Chicha binafsi nitasema kwangu mimi Swahili Pot ni kama nyumbani. Najihisi ni pia Swahili Pot, najihisi nipo nyumbani. Lakini kwa yule kijana mwenye ambaye yuko pale nje anajiuliza Swahili Pot ni nini? Swahili Pot ni shirika la kijamii ambalo linajihusisha na mambo matatu makuu: teknolojia, sanaa na urithi. Licha ya hayo, kuna programu kubwa ambayo ni ya ushauri. Ni vipi vijana wanaweza kujijua, ni vipi vijana wanaweza kujitambua, ni vipi vijana wanaweza kujipenda na kujikubali baada ya kujijua na kujitambua na kujigundua, ndio uweze kumwezesha yule kijana aweze kutafuta ile fani yake ama falsafa yake, aweze kuendelea katika maisha ili mkuzi aweze kufungua biashara nzuri ama kupata kazi. Hiyo ndiyo foundational program ambayo tuko nayo, na ni programu ya ushauri. Ikipitia kwenye programu hiyo inaweza kusaidia vijana katika fani mbalimbali na falsafa mbalimbali ili waweze kujiendeleza. Kwa hivyo kwa ile kijana yetu ambaye yuko pale nje, Swahili Pot si mahali tu kwa teknolojia peke yake ama kwa sanaa peke yake ama kwa masuala ya urithi, bali ni sehemu ya vijana wote ambao wanataka kujijua, kujitambua na kujigundua na kuelewa ni wapi safari yao wanataka kuendelea na ni wapi wanataka kufika. Kwa hiyo kijana ambao uko pale nje, ukitaka kujua unataka kuenda wapi, basi Swahili Pot ni mahali ambapo kutakufanya wewe uweze kuelewa na kugundua na kujitambua. Vijana, Swahili Pot ni zaidi ya nyumbani. Maana yake
Unaruhusiwa kufanya makosa, unaruhusiwa kujaribu, unaruhusiwa kujifunza, unaruhusiwa kuwa wewe ukiwa Swahili Pot. Mimi bado sijamaliza Chicha. Nataka nijue jambo moja kutoka kwako. Tuko Swahili Pot, lakini katika haya yote tunayoyazungumza yapo katika ubunifu. Na ndio Voice Podcast inahusika na masuala hayo ya ubunifu. Hebu niambie, Swahili Pot imesaidiaje wewe kuwa mbunifu? Nadhani sana tukiongelea masuala ya ubunifu, watu wengi wanaelekeza ubunifu kwa teknolojia. Hapana. Ubunifu ni njia vipi kijana anaweza kuja na mawazo mbalimbali, fikra mbalimbali, akaweza kujitengezea kitu mwenyewe ili aweze kusaidia watu wengi katika jamii. Sana sana watu wakiangalia masuala ya ubunifu, wanalinganisha na wanahusanisha na masuala ya teknolojia. Lakini mimi kama Chicha nasema la hasha. Ubunifu ni njia vipi kijana anaweza kuja na vitu mbalimbali. Mimi naweza kusema mtu anaweza kuja leo na kitu kingine ambacho kinaweza kusaidia watu wengine wote. Kimimi imenisaidia kwamba niweze kujielewa kuwa niko na ile sauti ambayo ninaweza kuangazia vijana wangu wengine. Kuna ule uongozi ambao uko ndani yangu. Kupitia Swahili Pot nimeweza kujua na kugundua kwamba niko na sauti na niko na uongozi. Uongozi leo umenisaidia mimi kufika katika sehemu mbalimbali na kukutana na watu mbalimbali ambao wameweza kunisaidia mimi katika safari yangu ya kimaisha. Mimi nasema huo ni ubunifu. Manake leo ningekuwa sijafika mahali kama hapa, nisingejua kama niko na ule uwezo katika upande wa uongozi. Nini falsafa yako? Tushirikishe falsafa yako wewe kama kijana. Mimi na kama venye nilianza kusema, niko katika mahali kwa sera. Mimi nataka niingie sana mahali ambapo nitaweza katika masuala ya uongozi na sera. Hapo ndio mimi naangalia. Na ukiniambia mimi ni wapi nitajiona baada ya miaka 5, mimi lazimia baada ya miaka 5 itakuwa mahali ambapo nitaweza kuhakikisha kwamba vijana wenzangu wengine wote wameweza kusaidika. Neno la mwisho mmoja, karibu. Neno la mwisho mmoja kabisa ni kwamba kwa kijana yote mwenye yuko pale, usikate tamaa. Sitokuambia kitu kingine, usikate tamaa na chochote unachofanya, endelea kufanya. Ipo siku itanipa. Asante. Asante sana Chicha. Hatukati tamaa, tutaendelea. Itajipa. Bado niko kwa imeshalipa. Alhamdulillah, na bado itajipa. Asante sana.